Kama kawa, this is the Army Show TV plus 257 kama kaida, about in the building on the microphone kuna mimi mkali wako MB promoter aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you too. That is my name. I know nakoja kosea. What, for now I'm so good, I'm so amazing sana. Muda mrefu jamani nimekuwa niko siki kidogo, lakini for now nimerejea kwenye kamera yangu, kwenye microphone yangu kule kama kawaida. Ni upande wa pili ni nani? Sisi the silver mnyama wangu the baddest. And the building kusogezea mtu mzima sana. Kijana alisema kitu gani? Burundi tuna vipaji. Lakini bila kujua vipaji viko wapi, nenda kwenye Army Show TV YouTube, usikose kusubscribe, share and comment. Kuna watu ambao wafahamu kusubscribe ni aje. Kuna alama ya kujumlisha pale kama kengele. Ukibonyeza pale tunaona inakuwa kama vile imeact. Alafu kiact ina maana ulichofanya ni umeshakuwa subscribe. Lani kila kitu notification ya kwanza utakuwa unaipata kupitia Army Show TV. Leo nimekusogezea ambaye ni director ambaye anafanya videos, shooting videos, anapiga pictures, ni Masadi Tech aka sijui Mr. Nane atakwambia mwenyewe aka yake, lakini anaitwa ni Masadi aka BM. Kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, social media yake ni BM Masadi Tech, ambaye alifanya nyimbo nyingi kadhaa, video nyingi ambazo zilikuwa zipo hit so tena sana. Yeah bro, inakuwaje? Salama, nashukuru Mungu. Upo good? Yeah, nashukuru Mungu kabisa. Asili yako ni kuwa mtu mpole mpole? Yeah, ndo asili yangu, ndo asili yetu kabisa, kabila yetu, yani gisi tumezaliwa. Kabila yenu ndio kusema kuaga? Yeah, hivyo. Yani ni wapole. Huyu jamaa ni wapole. Kuna kakake ambaye anaitwa Sadiki kama sijasahau, Brink, ambaye watu wengine wanamfahamu. So ndio watu ambao walifanya mpaka sasa Kamenge ilikuwa poa, alikuwa na studio kubwa ambayo ilikuwa ma pictures, ma videos. Ataongelea vitu vingi kupitia na kazi yake, Nilikwambia kwamba sisi tunafanya vipaji vyote. Kuna waigizaji wa filamu, au huyu ni director ambaye ana shoot video. Kuna wale ma producer wa kufanya muziki, kuna models, julicha na wasanii wapiga mpira, wote tunafanya. So bro, welcome tena. Yeah, asante. Hebu kwa watu ambao wasijafahamu, kwa sababu nimeshawafanyia kwa kidogo, kuna watu ambao wanahitaji kufahamu kwamba Masadi ni mtu aina gani? Masadi ni director, pia anafanya photoshoot, lakini sana sana anajifocus vitu ya video sana sana. Vitu vya video sana sana. Yeah. Tunahitaji kufahamu hicho kipaji cha kuanza kushoot video kilitokea wapi? Kwa sababu kuna watu wengine wana copy, labda kilitokea hapo kipaji kwako. Kipaji cha kwa kuanza video ni kawaida, ni inspiration ya babangu. Babangu ndo alianza akaniweka inspiration, ndio alikuwa analeta mashini nyumbani. Samini nikatokea kupenda kutokana na gisi babangu alikuwa anatumika yeye. Juu babangu yeye alikuwa na vitu vya kufanya vitu ya editing ya vitu ya video. Ina maana ni kipaji kutoka kwa familia, kwa dadi. Ina maana dadi alikuwa mtu ambaye alikuwa anashughulika na kazi kitambo sana. Ya sio kwamba alikuwa anashughulika, ila ilikuwa ni accessory, yani kama vile ya kigani. Akitoka kazini yani anafia pale kwenye computer anatumika, so na mimi nikaona vile nikapenda, nika appreciate yani. Ukafanya mautundu yani. Yeah, nikafanya mautundu. After this kabidi niende na evolve kutokiana na gisi miaka iko naenda. Yeah, we need to know Masadi Tech kwenye kazi ya kukua director au kukua shoot videos anakuwa kama takriban miaka mingapi? Ya na miaka kutosha kabisa. Naweza sema miaka nimeanzia kwa kutumikia ni production. Nimeanzia 2000, ilikuwa 2014. Mwaka 2014. Mwaka 2014 ndio nimeanza kabisa. Nikaanza nikatumika ila kukuja kuvuma vizuri. Nafikiri kwa ni mwaka 2017 kama sijidanganyi. Kwa 17. Ndo nianza kwa kuonekana vizuri, ni kama vile Masadi. Still now naona kabisa, nashukuru Mungu kidogo. So Masadi ni mtu wa aina gani anapokuwa kwenye kazi? Masadi ni mtu iko simple, ila anapenda kitu chenye kiko kwenye order. Kwenye order. Yaani unapomwambia mtu afanye hivi anafanya hivi. Anapasha kufanya hivyo. Sababu kwa kusema nimpatie mwenyewe na kwa nilijifikiria. After this ndo nafana namwambia sasa direct. Kuna watu ambao wanahitaji kufahamu, so Masadi anafanya kazi hii bado yupo shuleni, wala kashaga shule au kashagamaliza shule au kalishagamua kuchukua kitu kimoja ndio kiwe kama maisha yake? Masadi kaamua, sio kusema eti kaamua, yani mimi kawaida nimemaliza shule, ila nimemaliza form 4 secondary. Nimemaliza form 4 ya secondary. After this nikasema siwezi kuendelesha university sababu
niliona nani dani yangu sana iko kwenye yani kipaji changu sana kiko kwenye production, na ikaonekana kuwa nikiendelesha na kile kipaji changu naweza nikapata kipato kikubwa sana. So mimi kama mimi namfahamu Masadi kwamba ni director mzuri ambao ana shoot video vizuri na zenye ziko na quality na tima ya kwamba ulishoot video za wasanii wengi akiwepo kama kina Gaga Blue, kina Gold Name, hata na mimi kipindi ningali kinaimba ujamaa kanifanyizia kitu kikubwa sana, you know, for now kama jina langu MB Boy na trend mpaka saa hizi. Huyu jamaa mmoja wa watu ambao walitia nguvu sana, huyu jamaa alikuwepo. Mimi sijajulikana kutokana na utangazaji. Mimi nimejulikana kutokana na usanii wa kwangu ambao nilikuwa niko mwimbaji, na baadhi ya watu wanafahamu. Tutakuja kuongelea hicho kitu kwa sababu hapa ni kama vile mimi niko na bosi wangu, yani unaona, kwa sababu mimi na mabosi wengi. Huyu ni bosi wangu, kipande wa muziki ni bosi wangu. So Masadi, hakuna watu wanahitaji kufahamu haswa Masadi anapokuwa anafanya video ni vitu gani mara nyingi huaga unamomba msanii? Kwa sababu kule inasikana kuna vitu huaga nakuomba wewe kama msanii, na kwa Masadi pia huaga naomba kitu gani kama wewe msanii unapotaka kufanya naye video? Kama director, kama director cha kwanza chenaanzaga kuomba msanii ni budget. Budget kabisa. Cha kwanza budget, namuuliza kwanza unaweza kuwa, namwambia kwanza budget yangu. After this akiniambia wewe na hela ndogo, namwambia kama ni hivyo sasa acha tupange script. Inabidi tupanga script. Tukishapanga script naangalia naona kama hizi hela anazo zinaweza kueneleana na ile na ile budget. Nafaa naambia so haina shida, acha tufanye hivyo. Ila anakuwa nimesimamia kwa ile budget ya kwangu. Okay. So Masadi, kama sijasahau tuna moja kwa moja kwa video ambayo sasa ina trend, ni video ambayo ni ya Gaga Blue kama sijasahau. Hebu tuambie kama sio siri, video ya Gaga Blue inaweza kuwa ilimgharimu pesa gani kwako? Ya Gaga Blue unajua ni msanii mkubwa. Sasa Gaga Blue ni msanii mkubwa. Yeye amefanya budget kubwa sana kwa ile video. Amefanya budget kubwa kabisa. Kama sio siri sasa. Msanii akija hapa atatupatia. Atapata nyingine budget kama ni ngapi? Sababu mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo na asili ya Mkristo ni kusema ukweli. Asili ya Mkristo ni kusema ukweli. So mimi kiukweli pesa yenye Gaga Blue amegharimu kwa ile video yake ni milioni 5. Milioni 5. Hapo tunaweka ndani nani budget ya kwenda kulipa ile fasi ya kuuza vitu juu ile bar kila mtu anaijua, ile location unasikia? Ile location naweza sema decoration, unaona? Decoration ukiangalia kwenye video hauwezi kaelewa kasema unaweza kujua hii fasi ni wapi. Unaona ni fasi, ilikuwa fasi ya ulofa kidogo ila wame create. Unasikia wame create vitu ya decoration kitu. Sasa ile decoration imemgharimu hela. Kulipalipa watu wa huku na huku, mimi mwenyewe pesa ilimgharimu kabisa. Yaani maana ile wimbo kwanza, hebu nikumbushe title ya ile wimbo. Title inaitwa Ugurura. Ugurura ifungua kabisa. Kama sijasahau, niliona kama kulikuwa wasanii kadhaa, baadhi ya wasanii walikuwepo ndani kwenye ile video. Kulikuwepo kama kulikuwa Generation Video kama sijasahau, kulikuwepo na wengine pale. So I need to know wewe kitu gani ambacho uhaga mara nyingi unakipenda kwa msanii kama hajakwambia kitu chake about video? Rudilia kwanza swali kidogo. Wewe ambacho unakipenda kwa msanii kabla hajakwambia video yake atakaye kuwa hivi? Kitu cha kwanza chenaweza penda kwa msanii kwanza yeye kivyake jinsi nikimuona. Napenda ile kukua kwanza mtulivu na msikilivu sana. Na ndio kitu ambacho nakipenda kabisa, kuwa mtulivu na msikilivu. For now Masadi yuko na watu gani, followers wangapi kwenye Instagram ambao wanakufollow kwa kazi zako? Right now is a secret kidogo juu unaona nilikuwa na maiza kipindi kirefu situmii sana Instagram, ila na followers kabisa wanasogea. Followers kama wengi kidogo. Kwa hapo tunasema sasa kungambo ya nani kusaidia ya huko Burundi. Okay, we need to know asiri gani ambao wewe unayo kama Masadi director Masadi ambao madirector wengine pa Burundi ya wapi? Hata kikala, hata ki creativity, I don't know, hata ki creativity kuna utafauti. Hebu we need to know ni kitu gani ambacho wewe unao ambao madirector wengine Burundi ya wapi?
Utundu wa kwanza naweza sema nikawashauri madirector. Utundu wa kwanza ni kujiconcentrate sana kwenye kazi. Yaani na kufocus na nini unachokifanya. Na mimi nataka kuwa director. Sio kimchezo, nataka kuwa director kabisa, nisisinzii. Inabidi yani usilali, unajua kitu cha mpya kimetokea nifuate hivi. Tena uwe na maelewano na wengine my director, yani ni upendo, unauliza kitu kama haka, unasikia? Juu mtu ajuagi kila kitu. Inabidi uwe naomba msaada fasi nyingine wanakuelekeza hivi na hivi. Tena sasa wa director wenye wako hata nje ya nchi. So we need to know, hakuna hata siku moja shagawe kutokea ulifanya video for kuambia kwamba ulikopi kwa msanii fulani? Hiyo kwangu nisiseme uongo, haijawahi tokea kabisa. Hapana, labda nisikie huko kwa watu wengine, labda watu wengine wanasema fasi nyingine, ila kwangu mimi sijawahi kuisikia. Yaani unje kusikia kwamba wanakuambia kwamba hii video ya mtu fulani kama vile Gaga Blue, director alikopi kama vile muziki wa mtu fulani hivyo, unje kusikia kwa sababu wao wanasema tu kwa wasanii, lakini kwa director vile vile wao wanasema. Hiyo swali haijawahi kunitokea kabisa. Haijawahi kutokea hata siku moja. Sijawahi kuisikia mtu ananiambia umetumika kitu kizuri lakini mbona inafanana kama hii, sijawahi kusikia hicho kabisa. Niwe mkweli kabisa. Unamwongeleaje msanii God Name kwa about kazi yake ambayo anapenda kuifanya na wewe? I appreciate kabisa, na God Name is my friend. Is my friend. So iko na muda tu mdogo atumiki kidogo, sijui labda unajua wasanii sana kuaga. Nasikia hapo kama kuna kitu ambacho kilikuja kama vile kutaka kuwagombanisha kisa video yake, ulifanya video yake lakini haukuimpatia. Hiyo sio kweli kabisa. Mimi nikitumika kitu na mpatiaga clip, music. Kanambia hata hiyo location, kanambia kama ulifanya kama ni Gatumba, kama ni wapi. Lakini video mpaka sasa hivi labda kama ilifutika, sijui kama kuna siku fulani ukasema kwamba kompyuta sijui ilifanya nini mpaka sasa hivi video yake anakudai. Ni kweli. Hicho kitu kiliwahi kutokea lakini haikuwa kosa yangu. Haikuwa kosa yangu kabisa. Alikuwa tana na manager wake hivi kwa Norvege kama sidanganyi. Nasikia sasa ule director wake mwenyewe niwahi kumfafanulia, nikamwambia bana, tatizo imetokea ni hii. Unaona, wao tulikuwa gisi mimi natumika kazi, unasikia, napendaga tukimaliza kutumika kazi msanii namuombaga hata inga moja au inga mbili, vitu kama hivyo. Sasa nikishampatia zile inga mbili, namwambia ni inga mbili njoo chukue kazi, napendaga ile inga mbili akuja chukue. Sasa nikishamwambia inga mbili, anafanya mwezi achukui. Sasa nakutana mashini nayo, unaona mashini hayagagi kwa kuharibika. Sasa mashini nayo kisharibika inakuwa ni tatizo. Mimi nimepatikana na matatizo ya mashini, ndio ilisababisha nimpatie, na bahati yangu yote nilikuwa nilisave kakipande, sio kipande, ilikuwa yote original lakini ilikuwa tu quality ndogo kidogo. Masadi, kama sio siri tuongelee, mlikuwa na studio kubwa ambayo ilikuwa inafanya production za kwenu, kazi zenu. Hebu tuambieni, baada ya kakako kuondoka ile studio ikawa kama vile imepotea, ilikuwa ni kitu gani hasa kilitokea? Kitu ambacho kimetokea kwa kusema tufanye vile, na ilikuwa ni ilipotea ghafla, kwa sababu kila mtu alikuwa ni kwa Masadi, iwe photography iwe video kwa Masadi, lakini ghafla tu mkubwa aliposafiri kama South Africa kama sijasahau, ukawa kama vile jina kama vile linafutikana, ulikuja tena kusimama kwa mwisho. Tatizo yenye ilikuwepo ni ile kuna maelewano fulani ilikuwa kati ya mimi na brother. Sio tunatumikana tuko wawili. Sasa yale maelewano ndio yamesababisha kwanza pakuwe pause. Yaani palikuwa just like pause. Sasa after this ndio maana uliona nilienda narudia, na pia nilikuwa nataka nimalizie kwanza masomo yangu. Ilikuwa nataka nimalizie kwanza school, after school ndio nifike naendelesha kazi. Ndio maana unaona panakuwa kwanza ka ukimya kidogo. Kitu kimoja tunahitaji kufahamu kitu kingine about kazi yako. So Masadi ni director. Hebu we need to know kwanza director gani hapa East African? Hapana Afrika nzima. Nikimaanisha Uganda, Tanzania, campus sijui wapi. East African ambayo wao wanamfili. If you talk if I see about East African. If you say about all East Africa. No, all East Africa. I need in Rwanda. I need in Uganda. To choose one.
Kenya, which is one ambao unamuinspire haswa director, kwa sababu kuna director Kenny, kuna directors Zoom, kuna sana wako wengi sana, kuna wale wa Zoom production wapo. So I need to know ni director gani ambao unamuinspire, unazitamani kufanya kazi kama yeye? Yep. Nisiwe upande mwizi wa fadhila, yani huko na hapana. Yani director mwenye naweza nikasema labda naweza nakuaga nafikiria sana inspiration yake, na nasema whether one day tunaweza tukatumikana naye ni nani pamoja Ken au Askar, kwa sababu yote director gani? Ken. Director Ken. Yeah, director Ken. So director Ken sababu ni mtu mwenye director Ken kwanza ni mtu mwenye anasikia sana watu. Yeah. Na ni mpole na ni mtu mwenye sio mtu wa maneno hivi ni mtu mwenye yani ana focus na kazi yake sana, na anabadi kitu cha atatumikisha leo sio cha kesho, sio cha kesho yake. Yeah. So okay, thanks very much. So ni ngoma ipi, ni style ya ngoma ipi ambao wao ukifanya video wako unakuwa na mood mwingi sana? So moodi naweza sema unaelewa swali langu, lakini yani ndio niko nasema sasa. Yani ni style gani ya ngoma ipi ambao kuna, kwa sababu kuna mtu akienda kwenye ngoma ya slowly unamwona kama anashoot kama na uvivu au anafurahi. Kuna wengine akifanya kama ni African pop, kuna wengine afanya raga. Wewe ni style gani ambao unaifanya kama uko kwenye shooting yako unaifanya na mood mpaka mtasema dau director anafanyizia kazi alafu akisha kazi inakuwa poa? Ni kazi mbili, ni rhythm mbili. Yeah, style gani? Style mbili kabisa. Yeah, kuna hip hop, kuna reggaeton. Kuna reggaeton. Sababu bona kuna muda unamfanyizia God name nyimbo nzuri, video nzuri, afu inakuwa sio reggaeton wala sio hip hop. Umeniuliza kwa upande wangu. Just ni kawaida, sababu kuna maswali ambayo mtu unamtega alafu anafanya anajibia mwenyewe. Tuko pamoja na director Masadi BM Masadi Tech, anakuambia kwenye Instagram ni BM kama sijasawa. Yeah, BM Facebook ni BM, inamaanisha BM manake Masadi Tech kama sijasawa. Masadi Tech au Brinko Masadi. Huyu jamaa ni director ambaye anafanya poa. Watu wengi wanamfahamu, wanajua kazi zake. We need to know kitu swala ambalo lilikuja kama vile nakumbuka. Hapa mwisho ulikuwa na deal na akili kili. Kwa sababu nakumbuka kipindi kile pafanya video aliniomba namba yako. Sijui kama deal yenu ilisha wapi. Yeah, about Hiriku deal yetu imekuwa kama inasimama kidogo, sababu naona ni vigumu sana kutumikana na mtu mwenye ko under label. Inabidi uende kwenye under management. Inabidi uende kabisa na sawa gisi programu yake iko. Yeah. Ina maana alikuwa kutafutia kuhusu video au kuhusu picha tu, ambao kwa sababu watu wengi waga wanakuaminia huko kupiga picha sana. Hata picha na makavu. Ya hata ni vyote vitatu natumika na vyote vitatu. Ya nashukuru Mungu kazi na gisi natumika zote tatu, na ndio gisi zote tatu wana appreciate. Kuna mtu ananiambia kwamba ulishoot video ya bidondo ya generator bidondo lakini hajakulipa pesa. It's true. Sasa mbona kwa sababu kuna mtu anasema kwamba mpaka sasa video ya bidondo ambayo ulishoot ni nzuri, hajamlipa director, na afu mimi nafahamu, nimeona pale ni Brinko Masadi, ni wewe. Eti hajakulipa pesa. Ni kweli alikutumikisha bila pesa? Sema mbele ya kamera tu waelewe. Kuna maswali huwa siwezi nikayapa majibu saa hizi, ila next time naweza nikayapa majibu. Lakini inaonekana ni kweli. Sio kweli. Ni kweli, acha kuibisha. Wewe unakataa kwa inaonekana ni kweli. Sio kweli. Kikubwa basi jibu kubwa yani tunaweza tukaiongelea after this day. After interview. Kwa nini watu wasikuelewa, sikusikia hapa kwa kamera? Au unakopa msanii? Sio kuogopa msanii. Unajua nyinyi madirector mnakuaga na kitu cha kuogopa. Mtu kama alikutumikisha bure sema, kwa sababu watu wengine wajue. Kwa sababu wasanii wakati uoga wanajipika kwa vifua. Mimi nimetoa milioni 2, nimetoa milioni 5, hata laki mbili akugharimu kwa video. Sasa kikubwa wewe unanitaka iko nini mimi niseme? Mimi nauliza sisi hapa kwa sababu ushasikia mitaani sana. Tuachane na hiyo tu. Usika ni wewe. And okay, next time. But not this time. Hapana kwa sasa hivi. Hapana kwa hisa. Acha tuingine siku. Kwa for now anatumikia wapi? Kazi zake anazifanyizia wapi? Uko na label au unafanya wewe mwenyewe kama vile BM staff? Yeah, heavy staff, niko na staff ila ina muda mrefu sana, ila haijastart vizuri sababu ya nani ya vitu vimoja vya niko napanga, lakini vitu vikiwa tayari ndio maana hata kuiweka wazi sijaiweka wazi. Sababu gani? Sijakuwa
able, yani sijakuwa capable kwa kusema nitoe hadharani. Sasa nasikia tunamsubiria kaka kuja leta vifaa vikubwa ambavyo hata Donelati hana, hata yule Brian Smith hana hapa Burundi, ndio yani ndio unasubiria hicho kitu. Is true? Sasa ikiwa ni hivyo ni ready sasa. Kwa sababu mimi nilisikia tu kwamba Masadi siku hizi anasimamishwa kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vifaa ambavyo vinatoka South Africa vya kakake analeta. For now ndo wa state vizuri. Yaani hivyo vimo walisema hakuna hata lebo moja kunavyo Burundi. Yeah, it's true. It's true. So unajua kama mambo mazuri hayahitaji haraka. Na mimi pia kikubwa chena kwa naaminia ni ile kuamini kitu kinaweza kuwa. Inaweza kuwa ni kitu kigumu, lakini ukishasema mimi naamini hichi kitu kitatendeka na kinaweza kutendeka na kinapaswa kutendeka. Kaka Sadiki, Mungu akubariki sana kwa sababu na sisi kitu unatoka kufanya ni kitu kizuri. Eti unakwenda kuleta vima ambavyo hata lebo moja hapa Burundi hakuna. That is so good bro. Pambana na fulete. So unamwongeleaje kaka yako kwa kazi ambazo alikusaidia toka kitambo? Kikubwa kwanza nampa big up. Sababu gani? Sababu unajua kama mkubwa ni mkubwa tu. Unaweza ukafanya mambo yako ukafikiri uko kwenye right side, lakini yeye mkubwa jua aliona jua mbele yako anafanya sema no. Hauko kwenye right side. Return back. Kwa watu kuna wasanii ambao mara nyingi wananisumbua ni wapatie namba yako. Mimi huwa sitaki kupatia namba yako. Nikamwambia visubirieni siku nafanya na interview, nitawaambia wanaweza kisa nini? Wanahitaji kufahamu. Yaani kwa kusema basi wanahitaji kufahamu video moja unafanyizia kwa bei gani? Na video moja? Yeah. Hiyo ni sasa ni mpaka wao wanitafute. Video clip unafanyizia kwa bei gani? Ya mpaka wao wanitafute ndo tutaongea. Siwezi ya. Kuna kile kiwango cha kusema kwamba mimi kama ukiona chini ya hizi atuongee. Kwa sababu kwa uaga nasema mimi nasema ukweli. Mimi kama ukiwa chini ya milioni 2 hatutaongea. Yaani usijisumbue hata kama unakuja kunifuata. Ndio kile ambacho tunakitaka wewe ukizungumzie mbele ya kamera. So mimi nisifichi. Yeah. Nisifichi. Niseme ukweli kwa sasa sababu hapo naweza sema niko kwenye promotion. Yeah. Kitu video chini ya 150,000 siwezi nikatumika. Umesikia? Sisi chini ya 150,000 video tumiki. Yani promotion. Nyinyi wasanii ambao mnaoga majivimbisha mna sijui nini eti milioni 5, hakuna video milioni 5 Burundi mjafanya milioni 5. Ndio hivyo na? Yeah. Kwa wale kuna wasanii ambao wanasema milioni 7 5, lakini akagabuli kusema kwamba ni milioni ngapi? Nilisema promotion, sijui kama umenielewa pale. Nilisema kwa promotion, yani promotion. Okay. Promotion ni kusema nini? Iko na muda wake. Promotion ni kusema ni video kama bure. Basi waambie muda unapatia muda wa kiasi gani? Hiyo 150,000. 150,000 na hapo sio kusema saizi ulikamatia muda wa mpaka kiasi siku gani? Sikuchukulia muda ila nilichukulia wasanii. Wale ambao chini. Wasanii na wale wasanii kila msanii iko na video moja. Yani zaidi ya wasanii 3 siwezi tena. Nafaa narudia kwenye bei yangu sasa. Labda ungeniuliza sasa bei ya kawaida. Ya kawaida basi bei yako ni bei gani? Bei yangu kawaida ni milioni 2, milioni 3, kitu kama hivyo. Milioni 3 kule milioni 3. Hapo unatumia kamera gani? Hapo nakuwa nimetumikisha kamera inaitwa Sony. Yeah. Kwa siku anaikodi pesa gani sasa? So mpaka msanii mwambie milioni 5 au milioni 2. Hiyo ni secret ya kazi yani. Secret ya kazi. Basi hebu niambie msanii gani ambaye ulishawahi kumtumikia video wewe hapa toka utumikie halikupatia mpunga mtamu na mpaka sasa hivi unatamani kufanya video 2 za bure? Rudilia swali kidogo. Ni msanii yupi ambao wewe ulishawahi kutumikia video ambayo alikupatia pesa ya kuonekana kutakata? Mpaka sasa hivi unatamani kumfanyizia hata akisema video ya bure na pesa unamfanyizia? Kwa sasa hizi siwezi nikakwambia sababu ningana tumika kwanza. Yeah. Wasanii watatu ambao ushafanyizia video wakubwa ambao wako na jina hapa Burundi. Sasa wewe unawajua bana. Mimi labda mimi nakufahamu, kuna wengine kufahamu na wao kuna mimi nafahamu, labda wewe ndio wasanii wenyewe. So wa kwanza ni Gaga Blue. Wa pili ni Bidondo, whether wanaweza kuwa wanamchukulia vile lakini msanii wa zamani na ni legend. So watatu mbona kana msawi? Ajua wasanii shafaisi.
Ajoto wasalisha fanyizia video jamani. Sio kusema nisikilize, sio kusema sijui. Nilishaga fanyizia sema favor, nishaga fanyizia favor wasanii wengi. Sasa mwazile favor kuna ndani wale wasanii wakubwa. Unajua kuna jamaa kuna msanii mmoja Mr. Mficha aliwahi kuniambia kwamba eti kipindi ulifanyia mimi video, eti ulinionea mimi video yangu ndio ulikalia chini mpaka ikatoka ya kwanza ikazidi iomba ya Mugani Design Big Fizo. Kipindi hicho watu wananikumbuka nilikuwa ningali naimba. Hata ukaenda kwenye account yangu ya YouTube kaandika maburudani au kaandika usiasikie by MB Boy Melody utaona ile video. Huyu ndio alitengeneza. Sasa jamaa ni msanii gani? Ni BM Freema. Sijui kama ushakuwa kumfanyia video. Bado. Hujawahi? Bado kabisa. Kasemaga hivi, huyu kijana nishafuatilia video zake. Mara nyingi afanya video tu wengine anafanya kawaida. Lakini ya huyu kijana mbona alifanya vizuri? Ile hicho kitu mimi mwenyewe kimenishangaza bro. So ndo ile narudilia nasema kikubwa ni ile kazi kwanza mbele na ile upendo. Msanii anaweza kuwa ni msanii mkubwa lakini ukaona kama vile hakushow love na hakuchukuli yani pa nafasi yako, akupendi ile pa nafasi yako gisi yuko Sasa kwa kutumika hata kazi unakutana mtu anatumika na moyo kuvunjika. Na kuna ule msanii unakutana yeye anakupa moyo wote, anasema mimi vraiment nakupatia moyo wote. Lazima utumike na courage. Ya unaongeleaje industry ya music kwa watu kama nyinyi ambao wasema new generation kwa kazi zenu? Unaongeleaje hicho kitu? Kwa new generation. So mimi kwa generation yani kwa nyinyi ambao bado mngali kizazi kipya. Ya kama director? Ya kwa burudani unaongeleaje? Unaona kuna nafasi kubwa ambao wanawapatia hao wanawanyima nafasi kubwa. So inatokeana na courage. Mimi naona inatokeana kikubwa na courage ya director mwenyewe. Director unaweza kuwa ungali mwanzo lakini kama uko na ile courage ya kutumika sana, yani ile nguvu kabisa unajituma sana. One day unatoka tu. Kama wanasema tunahitaji wa director watatu ambao wanajamini kama wanaweza kufanya video wakashindishana, unaweza kwenda kwenye mashindano. Wa director watano? Watatu. Ya mimi niko able kwa kuingia. Kwa watoto ndani? Pote nipo. Tunatazama kwa industry ya Burundi. Wewe uko kwenye Burundi? Upo? Nipo ndani +257. Upo ndani. Hebu wewe kama wewe tufanye classmate yako mpaka uko ndani ya watu watatu. Classmate ya wa director watatu wenye naweza nikapambana nao. Wa kwanza na wa pili afu ndio watatu. Wa kwanza unaona anaweza kuwa nani Burundi? Kwa muonekano wako kazi ambao unaona kisa unafanya kazi. Wa kwanza ni John Elar. Wa pili nani? Landry SB. Watatu. Watatu nani? Ndio wao wanatumika sana. Sasa sema na mimi nisema mpaka na watatu. Asa watatu bana, watatu. Mimi naona wawili. Juu wawili ndio ma legend. Yaani wewe ndio watatu. Mimi ndio watatu yani kwanza umesema watatu yani wawili wale na mimi watatu kwenye mashindano. Asa God bless you so long. Aliko pamoja na Masadi Tech ambaye ni director for now, anafanya kazi ni shoot video na ni photography. Ukihitaji picha zako nzuri mtafute, ukihitaji video nzuri mtafute. So bro, tunaingia kwenye about photography. Picha unafanyaje, bei gani? Kwa sababu kuna madada ambao wanapenda sana picha zako, unafanya kwa bei gani? So mimi kwa kuhusu picha kwanza nafanya budget ni ile na nilikwambia about budget. So budget ni kuhusu photography, budget na kuagana naangalia kwanza makeup. Inabidi pawe makeup, inabidi kama ni mwanaume inabidi aingie msalon kupigwa coiffe, unasikia? Inabidi kama ni mwanamke inabidi wa scrub ndo kudefrize vitu kama hivyo. So budget na allocation na kila kitu. Budget yote inaweza kaanguka kwenye 200,000. Picha moja tu 200,000? Hapana, picha moja. Hapo mimi kivyangu sikuagi napiga picha moja. Na kuaga naongelea ni kama Kifaransa wanasema demi journée. Yaani tunaweza tukaanza saa 6 tukamaliza saa 10. Yaani picha zozote zile. Picha zozote zile. No, hapana zina hesabu. So satbi ilikuwa ni maelewano ya contract ya ile ile lebo yao Empire. So mambo yamekuwa sasa yenye yanabadilika kidogo, ila amenipatia ila ndogo ya kusema eti courage, ila cha lazima ilikuwa ni test. Alikuwa na kutext. Alikuwa ni text kwa zile. Na alisema kazi yako aliongeleaje? So kazi yangu appreciate, ila msanii anaweza ka appreciate kitu lakini lebo sasa ikishasema subiri ni subiri.
Ilikuwa kama vile anataka kutafutia kazi kwenye lebo yake. Photography wake. Okay. Alafu ikatokea kama vile hapa kwa maneno fulani. Paka kwa maneno fulani, gomvi fulani, sababu tunaona lebo inabidi watu wajiunge, wao wakatale au waitike, na sio Satbie peke ndio nimepigaga picha, nishawahi piga picha. Tunakuona kama vile swala la mwisho unamzungumziaje director mpaka sasa ambaye ni kizazi kipya kama wewe ambaye ni Logic Jamal ambaye anafanya kwenye kama sije kama kwa DFTV ambaye anashoot video mara nyingi za with design, unamzungumziaje wa kijana? So huyo kijana namzungumzia kikubwa zaidi nacho naweza nikamadvice ni kumpa courage. Courage vraiment, atumike, one day atafika. Hivi hajafika kwa sasa? Sasa mbona unaniuliza hivyo? Kwa nini unaniuliza hivyo sasa? Nauliza kwa sababu sema atafika. Hivi hajafika? Kufika shafika, ila mtu wa kwa gina mwisho inabidi aendelee vile gisi anatumika. Asomina one day anaweza kapata cha zaidi ya hichi chenye anapata. Asomina kushukuru sana. Asante pia. Neno basi la mwisho kuambia mafanzi wa Ami Show TV na wafanzi ambao wanatazama kipindi chetu kwa kujua wewe ni Masadi Tete. Neno la mwisho ambao unawaambia ni neno gani? Nawashukuru pia, nawapa pongezi, mzidi kusubscribe kwenye Ami Show TV, kusubscribe, kucomment na kulike pia. Asante, na pia msinisahau kunitafuta mimi pia Brinko Masadi kwenye Instagram au Masadi Tech junior account 2. Mambo yatakuwa yako fresh. So guys, kama kado tuko pamoja na BM kama vile unamuita Brinko Masadi Tech, director photography ambaye ni kijana ambaye anafanya poa. So kwenye Michael alikuwa pamoja na mimi yule MB promoter aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you too. Kwenye upande wa kamera alikuwa ni Sisi Da Silva mnyama wangu. Ami Show TV, usikose kusubscribe, share and comment. Jamani, tunahitaji comment zenu. Andika pale kama kuna kitu ambacho hakiko sawa, tuambie, sisi tutakuja kurekebisha, sawa? So anawaahidi kitu kimoja kwamba ninakuja kubadilisha kitu kimoja amazing sana kwa mfumo, kitu kizuri ambacho Burundi hawajawahi kukifanya for now. After hii hapa kuna kuja nyingine, yani tactic nyingine mpya nzuri sana, amazing sana. Kama mimi MB promoter nitakuja ku-appreciate na kupenda. Mimi nasemaga ni ciao, God bless you so long. Urashaka makuru mashasha meza kandagizweho, fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe, L trending iri okubwanyu. Barenga imifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none, good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.